Na ikiwa tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka wa 2025. Karibu katika taarifa za AGR. Mimi ni Videlis Moshoge, na taarifa za leo tunaanza kutoka nchini Tanzania, mahali ambapo mwanaharakati Boniface Mwangi ambaye amezuiliwa nchini humo kwa zaidi ya masaa 48 ameashiriwa huru. Hii ni baada ya waziri wa masuala ya nchi za kigeni Musalia Mudavadi kusema kwamba amefanya mazungumzo ya kidiplomasia kati ya nchini Kenya na Tanzania, na wameelewana kwamba jamaa huyo mwanaharakati huyo ameashiriwa huru. Familia pia imethibitisha kuashiriwa kwake huru. Viongozi na wanachama wa chama kipya ambacho kilizinduliwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua DCP kutoka kaunti ya Nakuru wamejitokeza wakishtumu na kuikashifu serikali kwa kuwakandamiza viongozi wa upinzani. Wanachama hao wamesema kwamba Nakuru ni ngome ya chama hicho kipya cha DCP. County is a DCP stronghold. Tunamwambia rais wetu William Ruto, kindly stop weaponizing the security agencies and the anti-corruption unit. Muache kutumia hizi vitengo vya serikali. Wewe ni William Ruto, umesahau kuna wakati ulipokuwa unafanya campaign ulikuwa unatuongelesha tukiwa pale Nairobi na ukasema kwamba nitakapochaguliwa kama rais sitakubali intimidation, sitakubali harassment, sitakubali abduction of children, sitakubali vile ambavyo mambo ilivyokuwa, but you are doing exactly the same. Na sisi tunaunga kiongozi wetu mkono wa chama hicho, na he has all the blessings na national leadership yake ya chama yetu kuungana na the like-minded political party zote ambazo zinahurumia Wakenya katika uongozi hii wa serikali ya kiimla. Tumeanza DCP, tumehama DCP, tumehama as united with no tribal barriers, and therefore nobody should brand DCP party as a Na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga amewahimiza Wakenya na serikali kuacha viongozi ama wabunge kufanya kazi yao katika mazingira safi. Hii ni baada ya mkutano ambao alikuwa nao leo kati yake na maseneta wa kujadili na kuona vile ambavyo mgao wa fedha utagawanywa katika kaunti tofauti 47. Raila Odinga anasema kwamba maseneta wanafaa kupewa mazingira safi na mazuri kufanya kazi yao. I mean the judiciary and the others. Parliament represents the people, and Parliament makes the laws of the country, and Parliament also allocates resources in our country under the new constitutional dispensation. Senate need to play its role, just as the National Assembly also has its role to play. You know, we have got countries with a similar constitutional structure, and it works very well. So we'd like to see our Senate work just like the Senate of the United States of America. Na taarifa kutoka nchi za kigeni ni kwamba rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amejitetea mbele ya rais wa Marekani Donald Trump kuhusu mauaji kiholela ya watu wenye asili ama watu weupe katika nchi ya Afrika Kusini. Alifika hapo ili kujitetea kuhusu madai kwamba watu wa Afrika Kusini hasa wale ambao ni weupe wanauawa kiholela. I would say if there was Afrikaner farmer genocide, I can bet you these three gentlemen would not be here, including my Minister of Agriculture. He would not be with me. So it'll take him, President Trump, listening to their stories, to their perspective. That is the answer to your question. But Mr. President, I must say that we have, wait. We have thousands of stories talking about it. Sure. And we have documentaries, we have news stories, and that. Is Natalie here, somebody here to turn that? I could show you a couple of things, and it has to be responded to. Yeah, sure. Let me see the articles, please, if you would, and turn the lights down, and just put this on, it's right behind you, Johan. There's nothing this parliament can do. With or without you, people are going to occupy land. These are articles over the last few days. Death of people. Death.
horrible death. The issue of whether what he terms as genocide can be equated to the struggle. And of course it cannot, because there is just no genocide in South Africa. And of course, it is an issue of how one. Taarifa za biashara Ruth Nyanchama ameziandaa atakupasha. Mimi ni Videlis Moshoge. Hujambo mpendwa na karibu katika habari za biashara. Tukianza ni kwamba waziri wa vyama shirika ukipenda cooperative amesitisha usajili wa SACCOS kwa miezi mitatu, huku akipeana muda kwa wataalam kufanya mapitio yao ili kuhakikisha vitu vyote viko sawa. Na kwa upande mwingine ni kwamba serikali ya awamu nchini imesema kwamba huenda ikafutilia mbali mikopo yote iliyoombwa chini ya mfumo wa Hustler Fund, ikisema kwamba mikopo iliyoombwa ya bilioni 6 na Wakenya milioni 10 imekuwa vigumu kufuatilia kwa sababu wengi walioomba mikopo hiyo walitupa laini ambazo walitumia kuomba mikopo, jambo ambalo limefanya vigumu kufuatilia mikopo hiyo. Kufikia sasa, waziri Oparanya amesema kwamba mfumo huo unahitaji milioni 5 ili kunawilishwa tena. Nikombe hapo kwa sasa. Jina langu ni Ruth Nyanchama.